Kwanza shika simu yako shanitibua sasa. Uongo, mwaka wangapi huu? Kwentaga bwana wewe. Pole shoga yangu. Unajua kuyazagaza wenzio. Kuto umeakalia. Sema na hilo. Weka hapa katuchambue. Pole shoga yangu. Karibu ndugu yangu. Asante. Za siku nzuri za kutususa sasa hivi saruni pia utaki kuonekana. Ndugu yangu, mimi sio kwamba nimewasusa. Ila hapa katikati kuna mambo yalikuwa hapo sawa. Ndio maana hujaniona hapo saruni. Hata kuna simu kutafutana shoga yangu. Naambia kwanza kwa saruni mambo yanaendaje? Maana muda mrefu. Tuachane kwanza. Yote hayo tuachane nayo. Hivi una mpango gani kwanza na hii nyumba shoga yangu? Kama bati umeziwezeka wewe au umechangia simenti kuhusiana na kuhama? Unamaanisha nini kusema kuhusu nyumba tunaendana? Bado sijakuelewa. Hata kama kwa macho havionekani, basi hata kwa hisia jaribu kuhisi. Unamaanisha nini? Sio kila kitu lazima ufafanuliwe. Sio, unanielewa? Hii nyumba kwanza haikufai. Hebu jiangalie jinsi ulivyokuwa mkimya, ulivyokuwa mpole. Unataka uniambie hii nyumba ndio unataka kusema unaishi kwenye haya mazingira? Kweli? Maidia, yaani sichukujua mwanamke. Mimi hapa naishi vizuri kwa amani zote. Mama ya nyumba anaishi vizuri. Hao watoto wote tunaishi vizuri na wapangaji wengine. Sisi ni tatizo lolote. Alafu stress. Hapa kapanga mume wangu. Sijapanga mimi. Sijaona shida. Sasa hapa juu ya mume wako, jaribu kukaa na shemeji. Mshawishi. Wewe mtoto wa kike, jua hata kumshawishi mumeo. Mshawishi, ongea naye kwa upole. Mtafute au muite. Unielewa? Ukiona siku ambayo ana kazi, mume wangu samahani, nina maongezi na wewe kidogo. Kaa naye chini, ongea naye kiundani. Wala usimuelezee siku shida nini. Mimi bado nanichanganya. Sasa hapa na hamaje sasa? Hata tunaishi tu vizuri. Hivi, kwa unavyoona, haya mazingira yanaweza kaendana na wewe? Bwana, nimekuona mpenzi wangu. Vipi? Uko poa? Mimi niko poa. Naona lesi nyingi. Nadhani kwa kama bahati kukuona hapa. Unaelekea wapi? Mimi naenda zangu nyumbani, nimetoka huko kwenye mizunguko yangu. Okay, sasa Nana mpenzi wangu. Nina jambo moja ambalo nahitaji kwako. Hivi kwa sababu gani unanizungusha kila siku? Nimekumisi eti. Nimekumisi zaidi ninavyofikiria. Shida nini kwa mpenzi wangu? Baby bwana, mimi na mambo mengi nyumbani. Si unajua mazingira ya nyumbani? Yaani mama akiwa nyumbani sitoki. Sasa mimi napata nafasi lini kwako labda? Nafasi ya nini baby? Unajua nimekumisi. Nahitaji kuwa na wewe muda mwingi zaidi. Yaani mimi na wewe hata tupingane. Ila mimi baby nataka kitu kimoja. Uje nyumbani utoe barua. Lakini Nana mpenzi wangu, nimekwambia swala la barua na mahali nitakuja kulitimiza tu. Lakini nizingatie kwa sasa hivi mwenzio mna kichupa. Na hisi sielewi. Usikunihitaji mimi. Ukishakuja nyumbani kila kitu kinapatikana. Kwani shida yako nini? Mimi mpenzi wangu. Ukija nyumbani ukitoa barua, mama akakuona, mimi nakuja nyumbani kwako. Kwa hiyo Nana, tufanye hivi. Tuanze tu kwanza geto tukaongee vizuri. Sawa baby, lakini mimi na nyumbani mara moja. Tutaonana baadaye. Unasikia? Nana. Kwanza, ukiachana na yote, mfano mzuri,
yule mtoto mwenye nyumba si aliolewa yule mkubwa yule, kaachika, yuko hapa nyumbani. Ukirudi kwa wadogo zake, sasa hivi washakuwa wakubwa, wapo tu hawajielewi, hawana chochote, wanaendekeza ushenzi tu. Una mume wewe, vile mume wako alivyo, unadhani anaweza akaendelea kuvumilia hivyo kuangalia wale wasichana? Shogangu, nakuelekea unavuka mipaka. Usiniambie kwamba mume wangu mimi anaweza kutamani wewe uchafu. Wewe ni shogangu, mwantumu, tuheshimiane. Yule ni mume wangu. Kama kilichokuleta ni hicho, achana na familia yangu. Yule ni mume wangu na najua hawezi kumtamani mwanamke yoyote isipokuwa mimi. Nampenda na ananipenda. Shoga yangu, nisamee kama nakukwaza, ila ninachotaka nikwambie ni hivi, sikuvukii mipaka, ila nakwambia mwanaume hana takataka. Sio, unanielewa? Pale unavyomuona yule takataka, ila yeye yupo kile kinachomvutia, kipo ambacho kinamvutia. Kuwa na akili timamu, ila tuachane na hayo, kwa sababu haya hajanileta hapa. Nilikuwa naenda saluni kufungua, nikasema aka kuja kwanza nipite kwa udugu wangu, kwa sababu sijaonana naye siku nyingi na saluni huji. Pimbikiri kuwadi, kuwadi, pimbikiri kuwadi, kuwadi, pimbikiri kuwadi, kuwadi, pimbikiri kuwadi, kuwadi. Mama la mama huyo. Bwana Bimbigili, nimekubali wewe ni fundi. Sasa kabla sijaongea, hiyo utakunywa soda. Umeelewa? Bimbigili wewe fundi. Bimbigili anakuhakikishia wewe ni fundi. Usubiri kwanza. Unajua unapoelezea ufundi, sasa mimi nimekuonyesha ufundi gani ndugu yangu mpaka unanilipa hii miela saa hizi? Yaani mama nyumba Bimbigili, maana yangu ni kwamba mtoto ulimtafutia yule mtoto ni fundi. Na ndio maana nimekupa hela soda unywe baridi ili utulie. Kwa maana yake ni haki yangu. Hiyo ni haki yako kabisa kupata. Na kitu ambacho sichokijua, yule mtoto hatari. Hivi ushakuona nyoka akiwa anataka kumeza kitu? Kwanza analamba mwili mzima ili ulainike, afu akumeze vizuri. Ndio yule mtoto jinsi alivyo. Yule mtoto kaumbwa? Yule mtoto kiumbe, ikitokea hapa akakaa Beyonce, ikitokea hapa akakaa mke wangu, ikitokea alikakaa yeye, mimi namchagua yeye. Mama, yule fundi kuliko mke wangu, unapokuambia ukikosea. Kuanzia sasa hivi unachokitaka wewe niambie. Lakini nilikwambia wewe, yule mtoto wa Kimakonde wale waga wanachezwa wakiwa na miaka 5, 6. Au zile ni ngoma za hatari baba. Sasa nitaachaje kupigia pasi? Hapo usichokijua mwanangu, mimi ni customer care. Unapopiga simu moja tu, namba 100 ya bure. Lazima nikuulize, baba unapiga hizo? Hiyo ndio namba ya NIDA baba. Hiyo namba ya NIDA. Kwa sababu umecheza kama pele, yani umefanya kazi yako ipasavyo. Hata mimi mwenyewe najivunia ule mpira niliokupigia pasi. Wewe umeenda kuchana nyavu. Wewe ndio wanaume baba. Na mimi nikuahidi. Sawa bwana? Nitafanya kama unavyotaka. Sasa vitu vingine unatakiwa ujiongeze mwenyewe. Sio tena mpaka nipige makelele utafikiri mtoto mdogo. Wewe unapotembea unajisikia kabisa akili yako, moyo wako unadunda titi, Bimbigili anahitaji mahitaji fulani. Wewe mwenyewe unajisogeza unaniletea vitu. Sio mpaka mimi tena. Alafu nikukumbushe, unatakiwa uwe makini. Sio mwisho wa siku mimi nakuja kumwaga pilipili za macho. Mtu mzima anakuja kuumbuka. Unapokuwa kula kimya. Hivi Bimbigili, ndio nafikiri nitasema labda unimwage wewe. Hata mimi naomba nikuache. Nimemwacha naye anatoka anakuja. Haina shida. Bimbigili. Ndio hivyo bwana, wewe makini bwana. Hapana. Mambo si ndo haya bwana.
Mimi nafanya kazi za kupumbavu kwa biashara ya ubuyu. Faida 100 naitaka mimi. Kama haya. Kazi hamna. 10,000 huko ndo. Ongeza na vile vya nyanya hapa. Aka. Pimbikiri kuwadi. Kuwadi, pimbikiri kuwadi. Kuwadi. Pimbikiri kuwadi. Kuwadi, pimbikiri kuwadi. Kuwadi, pimbikiri kuwadi. Kuwadi, pimbikiri kuwadi. Kuwadi. Pimbikiri kuwadi. Kuwadi, pimbikiri kuwadi. Kuwadi. Sasa wewe, hebu nisikilize basi. Sikiza kwa kitu kimoja. Kwani shida iko wapi jamani? Shida iko moja tu jamani. Sawa, lakini sababu huko ndani bado anatoka. Mimi mbona sijamuona mtu jamani? Wewe unajitaka nafsi yako. Sikiza, sasa anajua kama sikiza kwa kitu kimoja. Tunaingia hapo, mimi nafanya chapu natoka. Kwani shida iko wapi? Lakini hii sio nzuri, sio sahihi. Baba mimi sinafanya kidogo tu jamani. Mbona unanifanya hivi? Sasa mimi sinafanya kidogo tu jamani. Kwani shida iko wapi? Mimi najua nini unataka, lakini sasa unahitaji. Sasa umezoesha mwenyewe, alafu tena unanisumbua. Kweli jamani, mimi sipendi hiyo mambo hayo. Asalamu alaykum. Mkubwa. Vipi bwana mkubwa? Namshukuru Mungu bwana kaka. Naona upo kiongozi. Tupo bwana leo naona tupo nyumbani. Nenda kupumzika bwana mara moja. Haya. Mzigo mdogo wangu leo na shida sana. Wewe unaimba mziki? Wewe sio kijua nini bro? Naandika na naimba. Uelewi kitu gani? Ninapojua ndugu zangu kama nyinyi mkiimba mziki. Sio kuimba mziki tu, imba mziki kwa ajili ya kupata piskari. Lakini mziki ni hamna kitu. Mimi ndo nakwambia, chukua hilo. Sipo huko kwa sababu ya hiyo. Naimba mziki kwa sababu ya kuwa naamini kuna leo kuna kesho. Kesho nitafanikiwa kwenye mziki. Maana hata wale kupojua walianza chini kama mimi. Wala sipo huko kwenye kufuata piskali sijui nini, sipo huko. Sawa, haya tuache hayo. Sawa? Nipe lazima. Nakujua wewe. Karibu Nana. Naona sasa uko sawa mpaka uko darasani sasa. No. Kichwa kinaniuma kishenzi kama tulivyoongea. Nahisi maumivu ya kichwa. Lakini ni afadhali nilivyokuona kwa sababu nitapoa na mambo mengine yataendelea. Ndani saa hizi. Jamani, mimi nimekwambia tu. Yaani kila siku neno langu hilo moja. Mimi nataka unioe. Ukinioa mimi ndani kwako mbona kuende kwangu? Lakini wewe unataka mimi niingie ndani tu hapa yani. Hapana bei.
Mimi nimekuja kukuona tu hali yako, nashukuru uko salama. Nana, nisikilize basi. Inawezekana vipi? Nisikilize basi. Nisikilize Nana. Wewe ni wangu. Sawa. Wewe ni wangu. Kama mimi ni wako, basi nipe mzigo wala unionje kidogo. Hapana. Hapana, kwa hilo mimi siwezi. Na nilishakwambia uje nyumbani utoe barua ili niwe wako. Siwezi kuzini. Kama uwezi utaendelea kusubiri. Sasa Nana, inawezekana vipi mali uko shambani na unashindwa kuchunga hata kidogo? Unamaanisha unauziwa mbuzi kwenye gunia au? Nielewe basi Nana, nimekumisi eti kidogo tafadhali. Niache. Kidogo tu. Siwezi, nimekuja kukuona tu kwa hili. Nana,